wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote, aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, ewe Bwana wangu ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote. I tell you in the house. Karibu sana kama unawakisha rekodi yako tafadhali. Good evening everybody. Habari ya John. I want to welcome you all in the house. Kama unawakisha rekodi yako tafadhali karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Niko papa hapa nashikia katika siku ya Ijumaa, ni furaha day wanasemanga. So Lord nikiria pale nje kama sante kiko poa tafadhali. Let me just welcome you in the house. If you are getting me Lord and nikiria, nataka kukaribisha mmoja kwa moja, karibu sana tukaweza kusonga mbele. If you are getting me Lord and nikiria, I want to welcome you in the house. Just feel at home. Tundio tutataka kuanza that everything is really good, okay?
I gonna tell you that hii sasa hivi ndio tunaanza Furaha Day. Unawakisha wapi, uko wapi, wakati siku imesha vipi, unaanza weekend kwa njia gani? Already kuna watu washaingia katika weekend, wengine tuko katikati, wengine wako katika siku ya Alhamisi. Zote tuko duniani tu, na wengine tuko Kenya, sawa sawa. So happy Sabbath, happy preparations today, happy Sabbath to you all, guys, wherever you are. I want to welcome you live and direct. Yesu mwanga wangu katika jana. I'm only doing this because nataka kuona watu kama washafika ndani ya nyumba. Those guys who are present in the house, if you are getting me loud and clear, confirm to me through kupitia kwa njia ya comment pale, niambie kwamba you are loud and clear. I'm getting you loud and clear. Tutakuwa nashukuru sana, okay? Just tell me I'm getting you loud and clear wherever you are, my people. I tell you. Karibu sana. I want to welcome you with full force. Na wakaribisha na full force. Karibu sana, okay? As you enter into the house, ingia na mtu, usiache mtu yote pale nje. I mean like this. Ukiingia like, ukilike, share kwa watu watatu, comment, and then come in as we talk over this, okay? Karibu sana. Ni mimi papa hapa, ni Dennis Kurutu, ama sio? Yesu mkate wa uzima, Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu, usilie. Najua shida zangu, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zangu, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote. Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Yawe wewe yote kwangu. Yawe ningekuwa wapi? Yawe
kwangu. All right. I tell you. All right. Okay. All right. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Okay. Nitakufanya sound check hapa kidogo. Okay. All right, thank you. It's well. Iko sawa. Yawe, wewe ni yote kwangu. Ewe Yawe, wewe ni yote kwangu. Bwana mtakatifu, naomba Bwana katuongoze katika siku hii ya leo, na nataka kuwakaribisha nyote mwalimu na Wakristo. Karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Tunapoangalia mambo mawili matatu, na zetu tukushughulikia hapa kidogo katika mitambo yangu kidogo, but I know what's not happening. I'm well. Kwa sawa, nawaambia kila kitu kipo sawa, isipokuwa ni haya tu. It seems my network is not really good, but I'm very sorry over this. Tunashughulikia mawili matatu. So let me welcome you into the house. Karibu sana ndani ya nyumba. Karibu sana popote unawakilisha. Let me take this opportunity, guys and gentlemen, without any further ado, I would like to welcome you all into the house with the full force. Mimi kama askofu, I want to welcome you all in the house. Yani nakwambia kwamba karibu sana. If you are in the house, tell me I'm present. Anishaingia, nishafika, nimewaziri. Tunataka kushughulikia mambo mawili matatu, ndio tumeanza. Mwendo ni imegonga tu ni saa 4:55 tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2021. Bado tuko 2021. Pati cha kushangaza kwamba mwezi tumeanza chuzi, ati leo ni tarehe 6. Mwezi unaenda mbio sana. Nataka kushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maana nimekuwa mtakatifu, umetuongoza siku zote, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. So I want to say happy preparations today, happy Sabbath to everybody and to everyone who is outside there. Naomba kwamba saizi watu wa Kisii County, Nyamira, Western and Nyanza region tunafurahia sana sababu kanisa zilifunguliwa wiki jana. So we are at the repat to worship. So we want to start it from here today, and we talk of a certain ritual. Tuongea kidogo tu kuhusu a certain topic of which imekuwa tatizo sana. Wacha kushangaza kwamba nile most guys we don't like about the word of yani mambo na Mungu atupendi. Nataka tukwele saa mwingine kidogo, but let me just welcome you all. Karibu sana. Leo tuweze kuzungumzia kuhusu, kuna tatizo hapa, ni topic ambayo inaenda tu kulingana na jinsi ambavyo Wakristo wanasosana sana kuhusu jambo fulani. So we want us to if you have that revelation, we want to talk as a mature Christian today. We want to talk as a mature Christian today. So everybody is present, freedom at home as well to shower this. I want us to pray. Nataka tu niombe. As nikiomba, tafadhali ukiingia like, share and comment. There's people kwa watu ambao wanaingia hapa, they are still watching, lakini sasa waweze andika comment ndio kwamba they are present. Imagine if you manage to come to the show. Yeah, I normally tell you that just to show your love to your friends, just say hi to them, hata kama hawajui, angalia ana tu kwa comment pale, just tag anybody. For example, tag at Consolata Nyango, hi. If you don't know that who is Consolata, just say hi to anybody and that team comment, and then you say hi. That's the one step of making friendship, okay? Yani hakuna mtu mwenye mezaliwa akasema kwamba this is my friend, nimezaliwa na rafiki yangu. No, we normally make friends day per day, on daily basis. So I want to welcome you guys all. So if you are in the house, please just say hi to anybody whom you see in the comment section. Say hi. After praying, naenda kuachia link tukuja tufanye mawili matatu. Today I can allow you to engage kufanya hii. You can talk about first today, and on the same issue we have our topic of today. So that topic of today, we talk it according to Christianity, mature. We don't want to talk it prematurely. We want to discuss over this as a mature people
who know what we do. Okay, someone who can anaweza simamia ambaye I'm the father, I'm the mother of children, even if you are not married. So I want you to be mature today. We talk about this. Hii topic kuhusu tatizo ambalo Wakristo wengi wanasusana sana. Napata wengi wanasusana sana. What do we learn from the people? What does it mean? Okay? Yeah. So mbona tunasosana? Sisi we remember we are here to worship only one God. We worship one God, and that's what I know. We worship one God. Okay? Thank you very much. Thank you very much. So let me just pray ndio tumeanza nikafungue show na pale ambapo Mungu atatufikisha ni papo hapo. And I want us today Mungu akatuongoze kaza tuwezeshe kwa kila jambo. So let me pray and just funga macho yako tukaanze. Mighty Father, we bless your name this evening, God. You are great to us, for what you have done is wondrous and mighty. That is why we are to worship you and praise your holy name. Today, God, we are here to discuss or educate ourselves on, my God. We need you to help us and send your Holy Spirit to guide us, because you said you give us an helper, which will help us in every situation, in the difficult situations. God, we are here to start a program today, and God, I pray to every individual and every fan of Kisi Hot TV, anybody who's here watching, anybody who's going to watch it later, I want to pray to that person, my God. You touch their souls and heal them. Those ones who are sick, I pray for them, my God. That those ones, my Father, who are passing through so many challenges, some have lost hope. God, I pray that you give them hope, my God, Father, because we trust unto you, God. This evening, we want to start with you. We want to be with you, want to be guided by you, Jesus Christ. Father, thank you, and forgive our sins and forgive our trespasses, as my God, because we know that whatever we talk, the way we think, we might be sinned against you, God. Make us whole as you. You receive glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen and amen. What was saying amen? People say amen as we start. What was saying amina tukianza. What was saying amen as we want to start over this program of tonight. Feel tagged everybody. Good evening, wherever you are. Good evening. Karibu sana ndani. I want to welcome you with full force na moyo wangu na moyo wangu mkunjufu. I want to tell you that you feel at home. Feel at the presence at the feet of Jesus Christ as we are here today. I want to tell those people who are watching tomorrow, happy Sabbath. Happy Sabbath, wherever you are, guys. I want to say happy Sabbath. So, happy Sabbath. Wherever you are, guys, karibu sana. Happy Sabbath, you guys, na happy preparations day. So, kama unawakisha rekodi yoyote ile, I want to welcome you into house. Nishaomba, ninaona comment ziko pale. The next, nataka kuweka link hapa. We start live on the direct. Njoo hapa ndani. I just give you the direction as we normally do, okay? As we normally do, as always we do. All right. I know God, you'll make it. Okay. All right. I've seen some guys here. Nimeona watu washafika pale. Nataka kushukuru sana kwa sababu ya hayo yote. Hakika naona hapa Ruth Bosibori anasema kwamba waiting. Are you still waiting? Ruth Bosibori siku hizi unaandikanga comment na unaenda mbio sana. I don't know. You are too fixed, but if you are present, say I'm present. Ruth Bosibori anasema kwamba hashtag nyote P. Amewasalimia nyote P. Okay. Richard anasema kwamba waiting. Are you waiting still, my brother Richie? If you are present, karibu sana my brother. Mwasreni Bosibori anasema kwamba tuned. Karibu sana. Consilata anasema kwamba niko ndani kabisa. Karibu sana Consilata.
karibu sana Consolata. Anita Consolata Anyango. Can somebody tag me please? Irene Kerubo, I'm a blessed mom. Tag you come. Yaani watu hawataki kutagi hapa masibosibodi, nimekuona. Hamtaki kutagi Reverend hapa, nyinyi ni wabaya. Tukamwagia oil, mkoe weusi kama mimi. Sudanese tufanane. Chesa nyinyi muone. Mwasilini bosibodi asema amen, amen and amen. TND Media Kenya, Omache TV. Happy Sabbath and hi to everyone. Happy Sabbath and hi to everyone. So I want to welcome you into house. Karibu sana watu. Tushafika ndani. Mungu ametuwezesha. There we are, and here we are. So, nataka kuanza of today, despite we have a topic, but we want to remember that today is some fellows, some of our friends. This is the day of preparations, the day of Sabbath. Ambayo itakuwa kesho. Okay, that's why we say happy Sabbath. So, our topic ni je, tutawezaje kusuruhisha tatizo la kusosana kwa Wakristo kuhusu siku ya kuabudu. That's our topic today, plus happy Sabbath. So whenever you come in, you say happy Sabbath to some people, you say happy Sabbath to some churches. It doesn't matter kwamba wewe si msapato, hapana. Yani sisi wote, you know, we all. So ijalishi kwamba imekuwa specified, no, ni sisi zote, sisi sote. Sawa. So tukiingia, takia watu wawili watatu sapato njema. You can leave a fast, you can give a song. But meanwhile, remember we have a topic of tonight that we want to talk all about. And I know we will enjoy. Thank you guys. So hapa niko na Master Boss Body. Jambo. Sijambo. Hai, uko vipi mtu wangu? Nashukuru Mungu amekuwa mwaminifu. Nashukuru sana, karibu sana, kama kawaida. Hata nimeona Victor Onchiri anasema happy Sabbath everyone. Anyone to welcome me. Somebody nataka ukaribishe Victor Onchiri. Victor Onchiri, karibu sana. Happy Sabbath my brother. Karibu in. Yes. Happy Sabbath kwa watu wote. By the way, Sabato si kila mtu atakuwa hai. Kila mtu atakuwa na msifu Mungu na kumshukuru. Hata wengine saizi wanaabudu. So naweza sema enda wapi? Hiyo network imeanza mapema sana. Visirani mapema sana wewe network. Masterline. Imenianza mapema, sijui kwa nini na nimekuwa nikisikiza vizuri. Nimesema Wambo, Kings, akina Eric, akina na wengine wote wenye hata sijataja. Sitawamaliza saizi, alafu nikipeana maybe kifungo hapa cha kusoma nitapeana John chapter 3. So naimiza tu kila mtu awe ready. John came to make a way and to prepare to make all the people prepared for God. So people were prepared. Alikuja tu kuwatayarisha, but wao walikuwa wameshajiandaa. He came to make what? Sijui kama unaweza nisomea Matthew chapter 3 kwanza verse 1. Kirivo Matthew
verse 1. 1 to 3 verse 1. Yeah, ufikishe 3. Kidogo tu. Matthew 3:1 inasema kwamba the topic John the Baptist prepares the way. Hiyo that's the lingana limwam the black word kimedate na wewe songo inasema in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, verse 2, and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who has spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Yeah, ndio hiyo sasa, kwa sababu watu tunajiandaa kwa sababu ya Sabato. Umesema si lazima mtu awe mwana Sabato ndio aseme sijui akisapata nini. Sabato ni nini? Sabato ni kumtafuta Mungu. Alafu umejiandaje kwa moyo wako kumpata Mungu? Rather, kwa wale watu ni wanaenda kesho church. Why are you going to church? Kwa nini unaenda? Ni kwa sababu tu ya siku ama ni kwa sababu ya Mungu? Kwa moyo wako ndani ushajiandaa. Are you ready to prepare something? Because wakati John alikuwa na prepare the way for Jesus, watu walikuwa washajiandaa. Ukiendelea kusoma kwenda hapo chini utapata even the Mafarisayo walikuwa tayari kuenda kutubu na kupatizwa. Hata John akauliza, nyi wicked favor, yaani nani amewaonya kutokana na ghadhabu ya Mungu? So meaning they were just prepared for the baptism. John hakuenda kuwaita ati njooni niwabatize ama nini. They came by themselves and they were asking some questions, what can we do to receive the kingdom of God? And John alikuwa anawaambia, kama wewe ni afisa umenyang'anya mtu kitu kwa nguvu, you have to repent, you have to return. Kama wewe sijui ni tax collector, you have to do this and that. So you have to repent and do all those things. You have to be baptized so that you receive the kingdom of God. So they were prepared to receive chenye John alikuwa ameleta kwa sababu ya Mungu. So before Yesu akuje, before neno likuje kesho mhubiri atuhubirie, lazima tuwe ready kwanza, tutengeneze hiyo space ya Mungu ndani yetu so that neno likikuja linapata upenyo. Usiende kwa sababu ya kuvaa mafasi, usiende kwa sababu ya siku tunabumzika tu, you are just there, you don't know the reason why hiyo Sabato iliwekwa hata. So naimiza tu hata wale wenye wanashiriki on Sunday, pia tunakwenda ile siku ya kuabudu, osha mioyo yetu iwe tayari kupokea kile ambacho Mungu ameweka kwa sababu yetu. So hiyo ndio basi ningepeana. Alafu wimbo sasa. Yeah, alafu ndo tuingie, alafu nitakutangia. Unajua kuna topic iko pale, sijui kama umeona. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya mkombozi, damu ya ponya, damu ya inua, damu ya Yesu, damu ya mkombozi, damu ya tiririka, damu ya tiririka, damu ya Kalvari, hata sasa ya tiririka, damu ya tiririka, damu ya tiririka, damu ya Kalvari, hata sasa ya tiririka, damu ya tiririka, damu ya tiririka, damu
yakanifari, hata sasa yatiririka, inaponya damu yatiririka, yainua damu yatiririka, damuni mwako kuna nguvu, damuni mwako kuna nguvu, damuni mwako Yesu, damuni mwako kuna nguvu, damuni mwako kuna nguvu, damuni mwako kuna nguvu, damuni mwako Yesu, damuni mwako, damu yako yaponya, damu yako yakomboa, damu yako yatakaza, Yesu, damuni mwako, damu yako yaponya, damu yako yakomboa, damu yako yatakaza, damuni mwako kuna nguvu, nguvu, damuni mwako kuna nguvu, nguvu, damuni mwako kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu, msalabani mwa Yesu kuna nguvu, nguvu kwa damu ya Yesu, kuna nguvu, nguvu, damuni mwako kuna nguvu, nguvu, damuni mwako, msalabani mwa Yesu, damu yako yaponya, damu yako yakomboa, damu yako yaponya, Yesu, damuni mwako. Thank you. Thank you very much. Kirivo, kwanza Chero asungumze kwa maana tuko na mada pale juu. Anaitwa Jivano Kwamboka, anasema anawaona pia sisi tumekuona na hapa. Vicky anasema kwamba happy Sabbath. Victor Onchiri Kwamboka, karibu sana. Thank you very much. Karibu sana in the house. Thank you. Karibu sana kila mtu. So Chero, Yes. fungua kamera. Kamera hakuna, imeungua. Uko kwa giza? Yeah. Natembea. Unatembea? Yeah. Oh. Nimeona Unaona? Naona uko kwa giza. Karibu sana. Nawasalimia. Happy Sabbath. Happy day. Nini inaendelea? Salimia kwanza, umesalimia watu. Upatane verse. Nimesalimia wote. Upatane verse. Mimi sisomangi Biblia. Patiana wimbo unasoma Quran, yeah. Quran. Chero.
Itkalamsa. Hiyo ndio nasoma. Okay. Sawa, nashukuru sana. Tusomee Korani. Mutaelewa. Itkalamsa hila hina amurkum babu it atarasha haina. Mwenye ameelewa peke yake ni nani? Si mimi. Masi. Adi sura tuisho. Hiyo ni sura gani? Ni sura gani hiyo sasa? Surat Bagara, surat sijui nini ni gani hiyo? Atarasha hai hina wahed. Sine. Badal harba amsa. Hai sura ageti Quran. Ana mafi malum wad. Wewe. Gurina. Tufanye hivi. Sitaki kuwamwagia oilo, mtachafuka sana. Mtakuwa watu weusi. Yeah? Tufanye hivi. Chero. Yeah. Nataka ushikilie hivyo sababu umesema uko na wimbo. Sawa, karibu basi. Moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani Yesu, moyo wangu wakutamani Bwana. Moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani. Unapobariki nibariki Yesu, unapobariki nibariki Bwana, unapobariki nibariki Yesu, unapobariki nibariki. Unapowaguza niwaguze Yesu, unapowaguze Yesu, unapowaguza niwaguze Bwana, uwaguze. Moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani. Moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani. Amen. Amen, shikilia hivyo. Asante sana. Watu wasiende. Sasa anaitwa Dereni Kwamboka. Asante Victor Onchiri. Thank you very much. Esther Erida Nyangaresi. Karibu nikuite Esther, unipige fine lakini merekebisha. Happy Sabbath. Happy day to everybody who is in the house. Happy Sabbath wherever you are today. Nataka kuwakaribisha live on the direct one-on-one. We talk about this issue. Kama ni siku ya kuweza kujipanga na sapato. Yes, of course. Na pia there is a certain topic here I want us tuweze kushare. Actually, tuweze kuelezana vizuri bila hasira, hasiriko bila whatever. So the topic is of today, tutawezaje kusuruhisha tatizo la kusosana kwa Wakristo kuhusu siku ya kuabudu. Pia plus happy Sabbath, vile wengine wamefanya hapa, wameimba, wamesoma maandiko. We do that, we say hi, utakie kanisa 2-3 sabato njema ama siku njema, because nimesema si wa sabato peke yake wana application, tuko hapa all of us, okay? But meanwhile nimeuliza swali pale, watu waweze kuniambia what's the problem. Nikianza na wenye niko na wao hapa, I want to start with them here. Wakati Chero alikuwa anaimba, alitembea ndani ya giza, tusimuona akiimba. Sasa amekuja kwa jua,
so tusimuone. Sasa amekuja, wala sitasema ufunge kamera, nitakumwagia oilo ukue kama giza kama mimi, ama ukue Sudanese, wewe cheza na mimi. Karibu sana Masi. Katika mjadala tutawezaje suluhisha tatizo la kusosana. Wakristo wengi wanajua hii ni kitu ambacho kina happen. You see some people, hata watu wazee wenye wamezeeka, they normally do that. What can we help? Ukiambiwa sasa njoo patiane funzo, tutafanya aje? Tatizo tutasuluhisha vipi? Utapeana ushauri upi? Okay, sijui kama itakuwa sawa utangulie sister yangu hapo. Mimi nikiangalia maandiko hapa kidogo, ndio at least nikisema kitu nakuwa na evidence kidogo support kutoka kwa Bible. Okay. Jero, naomba upatie dada yangu hapo nafasi kidogo. Jero? Yes. Mambo. Poa. Karibu sasa, nimekuleta kwa topic. Ile temu ilikuwa kwa Tiza, karibu nikumwagie oilo. Mmefanana Sudanese. Mmekuwa mweusi kwa Sudanese. Mimi ni Sudanese already. Karibu sasa kwa topic ya siku ya leo. Ninangojea kwanza watu waongee ndio mimi nichangie. Unangoja na watu nani? Watu nani? Wenye wako hapa watu. Wenye wako hapa timu comment siku hizi simuonange ameenda wapi? Wanakuja, tunawangojea. Nimekwambia mimi si Mkristo. So siwezi jua mambo na Wakristo. Wacha kwanza waongee. Alafu mimi nitaongezea. Nikilord. Okay. Nimewasikia nyinyi nyote. I've heard you all guys. Nimewasikiza vizuri sana. So, anybody in the house, karibu sana. Hapa naona hapa watu watupendi mambo na hii. Mambo na Mungu tunatembelea mbali. Unajua vitu zenye tunapenda. But meanwhile, if you are getting me loud and clear, say me I'm in. Tukaze kuona jinsi gani tunasaidiana hii hali at this situation. So there we are. Nimeweka linki pale. Karibu sana, linki iko pale. Karibu sana, tufanye mambo mawili mahojiano na tusaidiane katika njia ya kuweza kusuruhisha, kuweza kuongea mambo mawili matatu. So we want to help each other because this is what happens daily basis. Watu wanapigana kupigana kila siku. Okay? Kuhusu hili tatizo. So how can we solve this problem? But meanwhile, remember, tuko na happy Sabbath. So wherever you are, happy Sabbath. Kuna watu wameingia hapa, ndio nimewaona. Son of Mom Kesia, Mama G for General hapo hapa. Ndio nimewapata. Nilikuwa naangalia hapa kidogo. Unajua kuna vitu zingine naangalia hapa kidogo nikiona mitambo isianze kuniangusha chini. But kwanza nianzie, anaitwa Son of Mom Kesia. Happy Sabbath, jambo. Jambo sana, habari zenyu nyinyi wote? Salama sana. Karibu sana. Unanipata? Unanipata? Nakupata, yeah, nakupata. Karibu sana. Salimia watu wawili, watakie sapato njema. Halafu General. Uko? Nani ameenda? Sawa, shikilia hivyo, nisikia kuna abatoto wanacheza hapo. Toa kabisa abatoto kangoto abachomeri. Tyson. Tyson Nyakundi from Embakasi, niko ndani, karibu sana. Kwanza nisungumze na Son of Mom Kesia, alafu ndopate nafasi kila mtu. Son of Mom Kesia, hebu tate watu wawili watatu watakia sapato njema, kisha baadaye sijui utatupatia maandiko, alafu ndio tuingie kwa mchadara
kuna tatizo hapa, ninaona watu wanagombana kila siku, hata hiyo ni wazee. So we want tuweze kutoa hii mentality, hata kama tukiwa na watoto wadogo, tukilea watoto wetu tuambie kwamba we are all one, consist watu wa gani, watu wa Mungu, tupendane. So karibu sana son of mom Kesia. Nawatakia Sabato njema. Ni kuanzie wewe, niende Mazi. Niende mwingine si anaitwa Jero. Niende kuna mwingine hapa anaitwa Mji. Na wengine wote wenye sioni hapa nawatakia Sabato njema. Yes. Yeah. Okay. Nashukuru sana. So here we are. Sijui kuna nini ya kuongezea kabla sijakupeleka hapa katika mjadala ambao unasema kwamba mjadala unasema hivi: je, tutawezaje kutatua tatizo la kusosana Wakristo kuhusu siku ya kuabudu? Hapa sioni nitasema nini, lakini kwa upande wangu mimi ninaelewa kwanza, kabla tufike kwa siku ya kupumzika, kanisa iko kwa roho yako kwanza. Utaamini wewe. Unanipata? Nakupata vizuri. Wewe mwenyewe utafanya uamuzi na roho yako. Ukisafanya uamuzi at least ndio utachagua tu kanisa yenye utaenda, lakini kwanza kanisa ni roho yako. Kabla upate siku, kanisa ni roho yako. Hapo ndio mimi naweza sema. So kuna hii tatizo, unapata watu wanasosana. Mtu anakuambia that's not the day, this is the day. Mwingine anakuambia ABCD. So ili watu wamesosana, hata kama ni wazee wakubwa, wanakuambia mtu anakuambia that's not the right procedure, let us do this. So what can we want to help each other, we love each other. Tuweze kusaidiana kwa tuweze kuwa sisi ni watu wa Mungu ambao Mungu atumba sisi. So tuweze kusaidiana kitu kimoja. Karibu shikilia hivyo sana mama Kesia. Nitakuwa narejea kwako. Kuna mtu atakuwa na swali mpira kukuuliza, sababu nisikia mtu akitaka kuuliza swali. Sijui alikuwa ni Masi, sijui alikuwa ni nani. Watu wanipatie Mama D for general. Mama habari. Now waiting my people. Karibu sana. Asante sana kwa kunikaribisha. Habari yenu? Salama sana. Ondelimo. Ngaibona mwangire na mongwano oliokoro kumumurano oliokoro kura nere ndani, I can't find him through the mobile. Mama eliera atiko nyara kwenye mata. Mama eliera gabu nwari by the way, lakini ako safari kidogo. Na mushomeri rero na sesimi. No nwara we yeah. All right. Okay, nchente ketoko bakwani mwensi nini momuroke siandote nwara wa kina masia ibieko monyene that my son Daniel Keriga, my friends all over, those on the comment section. Nataka kuwaambia wawasiri huku walete hiyo wa contribute kwa mjadala. By the way, they can hide their faces just like me, na hakuna mtu atawachapa. Right? Yeah. Unajua kuna watu wenye tuko shy, unashindwa kama ukiingia huko utaanza kuangalia kamera. We are not sura person, we are very beautiful ladies here. Kama mimi ukiniona hivi utaanza kutongelea ugali kwa simu. Utatamani tu ugali. Yes. So, let's go direct to the mjadala wa leo. So, let's talk about this. Tutafanya aje ndio kusosana ishe kwa kanisa, eti siku ya kuabudu. Yes. Let me tell you. Mna mumuroke si ate banga, kanisa inaanza na wewe. Yes. From you. Alafu una select siku ya unapumzika. It's not by force ukue mwesidi. It's not by force ukue mkatholiki. It's not by force ukue mtu wa uterone.
Just mwabudu Mungu according, yani mahali una feel comfortable. I will give myself as an example. Yes. I used to be an SDA girl. Unajua ile kukua brought up with the mom like, oh my daughter, hii ndio njia unafaa kuenda bra bra bra. Mimi nikifika kanisani hivi, naanza kusinzia. You see? But when I learned that I have that power of praise and worship, of just praising God, like the way Daudi alimuimbia Mwenyezi Mungu mpaka nguo zikamtoka. Yani I felt like now hapa sasa nimefika kabisa. So kanisa ni wewe, uanze na wewe. Unaona? Unaweza pata unafinyiriwa mahali. Unajua I know there are some people wana follow tu kutoka eti mimi nimelelewa kimwunini mwesidia, I can't do anything about siwezi change. Unaona? Mtu anakuwa stuck. Alafu hata ndoa unapata mtu hataki kuoa mtu wa Catholic, eti mimi ni mwesidie, we don't go there, bra bra bra. My dear love, mapenzi haichagui. Unatipata tu fall in love na mtu. Yes. Unanielewa? So anza na wewe mwenyewe. Jiulize, hii kanisa unaenda, how do you feel? Mimi nimewaambia nilikuwa nasinzia. Are you getting me? Now niko huku I'm reading praise and worship team. Soon mtakuja kuniona kwa nini kwa mitandao. I'm a gospel artist. I feel like I can sing. Niruke. I want to jump. I want to dance. So kuna ile wito. Itikia wito kwenye uko ndani yako. Don't be, usifungwe na mtu yeyote, lazima ufuate familia siji bra 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 bra. Nakwambia mimi the moment nilitoka huko, mimi niliacha my brothers, but mimi na my dad tulitoka kwa hiyo kanisa SDA, tukatoka tu tukachitoa, and we are doing good. Unaona? So watu wanafaa kuset standards. Watu wanafaa kuitikia wito. Unanielewa? Kama wewe ni Mkatoliki and you are enjoying it, go ahead. Enjoy yourself. Mtukuze Mwenyezi Mungu. Yes. So nataka kuambia kila mtu mwenye anasikiza saa hii, haijalishi kwamba umelelewa wapi. Now that you have you are above 18, you can decide for yourself. Right? You can do whatever that praises your heart and praises our Father in heaven. Yeah. So let's praise God. Wacha tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa roho zetu zote, ukiwa umefunguka, si eti ukiwa umesukumwa, si eti ukiwa umeshikwa na ile minyororo eti kutoka eti ni familia. Eti yani just focus. Sukuma mbele, mwabudu Mwenyezi Mungu. Hata kuna hao wanaume hapa, wanawake hapa, I cannot get married to someone who is not SDA, who is not Catholic. By the way, I have a friend of mine, yeye anasema hawezi oa mwanamke mwenye si Mkatoliki. Unanielewa? Hawezi oa mwanamke mwenye si Mkatoliki. So you can imagine eti hata akipata mwanamke mzuri mwenye SDA, they cannot settle. Hawezi wakaongea wakaelewana. That thing is, hiyo kitu inaturudisha nyuma. Hata we are even afraid to fall in love. Watu wajifungue. Yes, watu wajifungue. Kama ni mimi mtoto wa Kesia umenipenda, unakuja unasema Mama G, I feel for you na we create that togetherness. Yani tunakuja pamoja, tunachimold, tunachiuliza. Okay, Biblia inasema eti mwanamke anatoka kwa aenda kwa kina mzee wakwe kitu kimoja. Tutaulizana hii kitu kimoja tutafanya aje? Wewe utakuja kwa kanisa yangu ama mimi ndio nitakuja? And that is it.
Si ati sasa you live good women, alafu unaoa mtu mwenye anafika kwa nyumba ati yani anakutandika. Unasema tulioona ni watu wa SDA, familia background, SDA mzuri, Catholic mzuri, full gospel mzuri, Oterone mzuri. You suffer yourself. Watu wa focus, watu wajue chenye wanataka in life, watu wajue jinsi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, bora wanamwabudu kwa roho na kweli. Period. Yes. Niko hapa. Wacha nitembee kidogo, nitarudi tena. Nitarudi nikiwapata kama mko online. Si unajua mama ako na kazi mingi, mama ako na wateja wengi anafaa kuattend. Yeah. Mama. Mama. Yes. Getting you loud and clear. Kurukundi. Hebu ambia Masi kama ako na Biblia asome Proverbs 29:25. Masi, Proverbs 29:25. Uko na Biblia usome Proverbs 29:25. Mimi nifungua hapa. Sawa. Proverbs 29:25. Nitasoma. Yes. Soma. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Kisha nitarudia. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Sasa Masi, si utufafanulie ndio niongee. Tufafanulie kwanza. Niendelee? Ufafanue. Nanipata? Ela? Masi? Kama neti yake imeenda. Part of God, but sinaona pa Bible inatuambia kumja, yani the fear of uponaye mtrust, yoyote anaye mtrust Mungu ako safe, yani amekipiwa. Kizungu na Kiswahili jameni. Yoyote mwenye anamwamini Mungu is kept safe. Sijui kama mimi ndio naielewa vibaya. Meaning, usiogopa kwa kile ambacho unachokitenda wewe. Ukiona ni sawa machoni pa Mungu, atasema Mungu. Can I read for you Imeke Gusi, please? Proverbs 29:25. Yeah. Yes. Inasema oko bairoka mwanya bantu nigo gokoba oboreba korendo monto omosemerati omonene nigo arendire buya. 26. Abantu abange nigo bakorigia ogwancherwa gokorwa aso omogambi korendekera omonto nigo akonyora oboronge korwa aso omonene. Hivyo tu. Okay. 25. Nimesoma mpaka 26. Ingi kiagara nalete bukwe. Abantu abange kero bosino omonto atagete gokora egento okorigiriria omonto orense nkia goteba. Eyagera na kereta gochanga okonyara omonto ose wakinete ina family egotimoka rituko gete, lakini ebieka korume yao tochorete ng'a rituko nari bwenete gotimoka. Gose omonto nabo arakobori for example ng'a nkiya koera gotimoka rituko gete, omanyete nabo ekobapusi omonto akoende ng'a ngotimoka ase eng'encho nenyorete in that family. Lakini kurume yao tochorete ebieka omonyene ng'a nari bwenete gotimoka.
litang'ani kente kitang'ani ime yao kwige na kuwa onga kikoko kotebi nusi bogitenga litukiri gutimo kambi yarire regardless ng'ani ng'ore nsemo ukorigereti ng'a ituko getogotimoka gose muntu narore nsemo ukubetereti ng'atimoka rituko gite tagochora ng'a kinya gitakondora ekero ngotimoka SDA gose ng'a kinya gitakondora ekero ngotimoka Sunday gose Friday gose ririri kore kirie enkoro yaye kwete soro ng'asi oroche ng'ange kogogeti nande ngogoki kero omone nande Tatizo soro nche ndateba ase ensemo yane. Alright. Masi, tumekuja kwako. Masi neti yake ni kama inakuja ikienda. Haya, kwangu mimi baadaye utanisomea Second Timothy chapter 2 verse 14 to 20. Haya, na nikiongezea comment zangu sasa ndio zile rudia kwanza za nisikie kushare hiyo ndio baadaye niendelee na kuangalia. Bible. Ninaweza sema Sabato Network imemtoa. Mada iko hivi: tutawezaje kusuruhisha tatizo ambalo linatuletea hapa Wakristo wanasosana? Hii nayo hii ikiwa hivi, watu watukujangi wengi. Hii ni moto. Wewe umerudi, network imekukubali? Yes. Masi, rudi hapo tuambie Bible. 2 Timothy chapter 2 verse what? verse 14 to 20. Sawa. 14 to 20 mmepata? Haya, sasa nilikuwa nasema kitu kimoja tunafaa kukumbuka ni hiki. This time ambayo Yesu alikuwa hapa duniani, wakati alikuwa na sisi, Yesu ndio alikuwa anaenda kuabudu ilivyokuwa desturi. They wrote as it was the story ya Wayahudi. Haikusema ilivyokuwa desturi ya Yesu, ilivyokuwa desturi ya Wayahudi, kwa sababu alikuja kuikamilisha sheria, hakuja kuifunza. So Yesu alikuwa anaenda on the Sabbath, anaenda na worship. Hata tutaona mahali Yesu anaomba akiwa kanisani ama anafanya nini. Sana sana ilikuwa ni mafundisho but mahali ambapo tunaambiwa Yesu aliomba, tunaambiwa Yesu akaenda like that. Tunaona, mnanipata? Yes. Tuendelee. Neti yake imekataa. Wakati alikuwa amekuja. Jeking straight, hamjamboni, hatujambo sana. Jambo sana. Masi, nafasi ni yako. Ama hujafika huko, mi peke yangu ndio nakuwa na hapa. Okay. Masi, na kuruhusu ufunge kamera
jaribu kuingia na nini, funga kamera kama itakuruhusu, na upande juu ya ghorofa mahali ulikuwa unapandanga. So anybody see, karibu sana ndani ya nyumba Jakings Right PPC Kenya Pitpoisani Entertainment following. Thank you very much. Wewe kuna lipi patimini wali, karibu sana katika siku ya Friday. Yes, Masi. 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 Amnipati? Sawa, tumekupata sasa. Amnipati? Tumekupata sasa. Ninasema wakati Yesu alikuwa duniani kuna time alikuwa akitembea na wanafunzi wake na ilikuwa Sabato. Hiyo siku ya Sabato wakaingia shambani wakaanza kukula ile wheat, wakaanza kuichuna, but wale walikuwa karibu wakaanza kumcharge, mbona anaenda shambani na wanafunzi wake na ni Sabato. Wakati aliheal watu Sabato pia walimcharge, but Yesu hakuwahi charge ati mbona. I believe kuna wengine wenye walikuwa wanaabudu siku nyingine tofauti kando na Sabato. Of course it is written that we have to rest, we have to respect, but kulingana na vitendo zenye Yesu alifanya ni kumaanisha za Sabato ndio rest. Si ati ni Sabato ndio itakupeleka mbinguni ama itafanya nini. Ukiamua kuabudu hiyo Sabato, abudu kwa moyo wako wote, hautahukumiwa. Ukiamua kuabudu Jumapili, yani siku yoyote, so long as you are worshiping God in the spirit na kiukweli, just worship and just respect the day. So mi naweza sema Sabato iliharibiwa kwa sababu wale wenye walianza kumchaji Yesu, mbona ana heal, mbona anatembea na wanafunzi shambani, mbona ni watu wengi aliheal on the Sabbath. Hata tunakumbuka yule mtu mwenye alikuwa ameenda na mkono ambao umejikunja kwa hekalu. So Yesu akamuita akamheal mbele yao, but they were just trying to charge him, mbona na heal na ni Sabato. Akawauliza, ni nani kati yenu punda wake kuingia kwa shimo hawezi mtoa kwa sababu ni Sabato? So mi naweza sema kuabudu halisi hutokana ndani ya moyo, si kutokana na siku. Respect the day that you are worshiping. Kama ni Sabato, respect and worship kiukweli kutoka kwa moyo wako ndani, siku haitakufanya chochote. Mi ndio naweza sema hivyo. Alafu sasa unaweza nisaidia kusoma hayo maandiko ndio ya support. Bible inatuambia tusiargue kwa mambo mengine. Tukiargue tunaleta, yani we are not bringing the godliness inside us. Instead we are going to sin if you are going to argue in everything that you are doing. Argue sijui Sabato sijui nini about anything chenye na argue kwa Wakristo akifai, kwa sababu yule mwenye naye abudu Jumamosi on Saturday, Bible anasoma ni moja, maandishi ni yale yale tu, na yule mwenye naye abudu Jumapili bado Biblia ni ile ile tu inatumika, japokuwa maybe ufunuo unaweza kuwa tofauti, lakini hakuna utofauti sana. Bible ni moja tunasoma, Mungu ni mmoja tunaabudu. Tunajua Kristo alikufa akafufuka kwa ajili yetu, both sides, na tunajua yeye ndiye atarudi kutuchukua twende mbinguni. So mi sioni tofauti ya mtu mwenye ana worship Saturday na mwenye ana worship on Sunday. Ni siku tu ndio imechange, but respect the day yenye unaabudu, respect siku ya mwenzako yenye anaabudu pia. Tukae kwa upendo, kama ni kurekebishana turekebishane kwa upendo, but hiyo ya siku wachia Mungu na yule mwenye naye mwabudu. Unaweza kuwa unaabudu on Saturday lakini uko 0%,
na yule mwenye anaabudu on Sunday ako 95% anamwabudu Mungu. So no arguments. Naomba utusomee hiyo 2 Timothy chapter 2 verse 14 to 20. Inasema dealing with false teachers. 14 to 20. 14, keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words. It is of no value and only ruins those who listen. Do your best to present yourself to God as an approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. 16. Avoid godless chatter. Avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Yeah, teaching will spread like a gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus. 18. Philetus, who have departed from the truth, they say that the resurrection has already taken place, and it destroyed the faith of some. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription: "The Lord knows those who are His," and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. 20. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use. And that's the word of the Lord. Amen. Mercy. TNG Media Kenya, we following. Thank you very much for following. Mercy, are you with me? Mercy, uko maana network isha kupeleka kwao. Mercy. Amen. But umekuwa masasa, sijui ni network yako ama ni yangu. Yeah, nakupata. Sawa, karibu sana. So Bible imekataa tusiquarrel. Bible imetuambia tusigombane kwa mambo yoyote, juu inatutoa kando na Mungu, inatutoa nje ya Mungu. Tutakuwa wicked tukianza kuargue na vitu zingine. Other things zenye hatu understand tuachie Mungu. Haina haja umwambie mwenzako hii siku ndio inafaa, na wewe unamwambia ndio inafaa, na anakuambia ndio inafaa. Baadaye mtagombana hadi mtapigana na mtachukiana tu bure kwa sababu ya siku. Of which chenye mnagombania na mwenye mnagombania ni mwenye anafaa kuabudiwa na kupewa heshima. Instead ya kugombana, pendaneni. Jifunze neno kwa pamoja. Siku iache tu ikae venye iko, kila mtu abudu kile anaona. Hivyo ndio mimi naweza peana maoni yangu. Bible imetukataa tusiquarrel, tusiargue. Tuache tu mambo venye yako. Hivyo ndio naweza sema. Na kama maybe utahubiria mwenzako ukitaka akufuate, akikufuata ni sawa. Na kama hata kwa willing kukufuata wenye unaabudu, si lazima, it's not by force. Ni will ya mtu. Na tusiweke worship ama Saturday and Sundays
nini ni about marriage ama nini. It's not all about maybe at least kama tunaabudu Mungu, at last kile chenye tunafanyanga kama ni kupiga magoti, ni position moja tunapiganga magoti, tunaabudu Mungu. Hata wakati Wakristo wamesimama pamoja, Hii network. Pole sana network, naona imemtoa pale. Pole sana. Hii ni Kisi Hot TV. Sharejea. Okay. Yes, Mercy? ya ndio nilikuwa nasema hata tukienda kwa sherehe mara nyingi huko kwetu, tuseme Kisii, hata pahali popote Kenya yetu, kama sherehe ya matanga, sherehe ya harusi, utasikia tu umeambiwa mama mmoja akuja atuombee. Unaona, na atakuja ombe aseme Mungu Baba uliye mbinguni, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hayo yote. Mkatoliki atakuja ombe tu hivyo hivyo, mpiaji atakuja ombe tu the same words. Mungu ni mmoja, so tusigombane kwa sababu ya siku. Ni hivyo ndio naweza sema. Mdhamini wenzako, mdhamini Mungu. Siku wewe sasa ile ni umeamua, amua nayo. Never argue, never quarrel. Yes. Kama ni kupatia watu maandiko, ati imeandikwa kwa kitabu fulani, hata shetani anajua maandiko. Wakati friends of Job walikuja kumcriticize na kumchekelea, they were using maneno What? Network hii inakuonea aje bana? Wewe ndio imeona? Okay. Niona hapa pia. Okay. Karibu sana. Naona leo watu wamekuwa kwa hii topic. Network imekukubalia ama ni naona shamtupa nje? Ni network inamuonea son of man Kesia. Unaweza sema nini tukimalizia, kwa maana naona pia muda naenda mbio sana. Ni saa 6 Afrika Mashariki, leo ni tarehe 7. Nilikuwa nataka utusomee ya mwisho hapo. Soma Exodus. Wacha kidogo tu. Exodus 20. Some 8 mpaka 11. Nifungua hapa. Kwa kompyuta yangu inafungua. Okay. Exodus chapter 20, 8 to 11. The Bible says, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made his heavens and earth, the sea and all that is in them, but he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.
Kwa eko Amen. real. Yes. So nje asema yani chenye nilikuwa nataka kusema kutoka hapo, hii inatuambia yani mtu anatakikana awe na siku ya kupumzika. Sabbath kwa vile mimi naielewa, sisemi So, kama ni sabato. I want us to fanya hivi, son of mom Kesia, we were talking, tunawezaje kutatua ili tatizo ya watu kusosana siku ya kuabudu. So that's what we want us to talk all about. Tusingie pale kwa Sabbath, italeta shida kidogo. I want us to talk about. Ndio nataka kukuambia. Sawa. Kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia hapo. Sawa. Yaani ikisema mtu afanye kazi kwa siku ngapi? Sita, siku ya saba apumzike. Ile siku unapumzika ndio inaitwa Sabbath. Hiyo siku iko hori, hiyo ni siku takatifu, siku yenye unapumzika. Hizo siku zingine zote sita umefanya kazi, na siku yenye utaenda kupumzika ndio the Sabbath day, ndio inaitwa holiday. Sabbath day. Kwa hivyo haijalishi eti ni Jumapili ama ni Jumamosi, pati siku yenye umechagua unaenda kupumzika, hiyo ndio inaitwa the Sabbath day, the holiday. Ndio maana ukisoma kuna mahali tunaambiwa Joshua akawapatia siku ingine. Ukisoma kuna mahali utasoma hiyo Biblia inakuambia Joshua akawapatia siku ingine. Kuna siku ingine walipewa. Hiyo siku ingine ni gani? Kumaanisha kwa upande wangu na kwa utafiti wangu vile mimi naweza sema zile siku umefanya kazi, kama umefanya kazi from sijui tuseme ni Monday umefanya up to Saturday, kama unaenda kupumzika nini Sunday, that is your holiday, that is the Sabbath day. Ile siku yenye unaenda kupumzika, so long as umekiri na roho yako umeridhika, na hiyo ndio siku unafanya nini, unapumzika. Yeah, that is according to my opinion. Thank you very much. Maneno mazuri. Kila mtu amepatia na ushauri mzuri hapa. Masibosibori, maneno yako ya mwisho tafadhali. Nikiongezea kuna hii verse yenye hatukuisoma, sikuifikisha hapo juu ilikuwa refu sana. Hiyo Second Timothy 2:23. Do not have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servants must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not to resentful. Those who oppose him, he must gently instruct, in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will. Sijui kama Tunakupata vizuri kabisa. Nimekupata vizuri kabisa. Right. So imetuanza majibu, hatutamaliza arguments. Ndio nikawaambia, nikaanza nikisema Sabato ndio imeandikwa kwa Bible, na yule mwenye atakuja kuargue, mwenye maybe anashiriki hiyo Sabato, akikutana na mtu mwenye anaabudu siku nyingine tofauti, ataargue akitumia Bible. Unaona, ndio Bible imeandika Sabato, but huwezi chukua vitu venye ziko fully kutoka kwa Bible ukazileta into normal life. Okay, network imekataa Jenkins right, tuko following hapa. Jenkins right, kwanza ni mark latest tuone kama amesema following. Jenkins right, are you present? Are you present? So
everyone. Hi to you, my dear sister. Karibu sana. Yes, Mercy. So instead ya kuargue juu hii sabato imeandikwa humu ndani na kuabudu kumeandikwa tu pale. Never argue, just follow that 2 Timothy hiyo 22. Yani hiyo chapter 2 verse 23 inasema vizuri. Stupid arguments and let the teacher teach. Na kama amefundisha watu na wataki kumsikia, wale wanaomuonya wamuonye kwa upole. Ndio msipatie shetani nafasi mfanye mapenzi yake. Imeandikwa tu vizuri hapo chini. And the devil anawaguide kuenda kwa mapenzi yake. Kutumia tu neno unaenda kufall kabisa. So instead of arguing, wacha tupendane, turekebishane kwa upendo. Kama unahitaji mtu akufuate pale unaenda, wewe mhubirie tu, atakufuata kama ni kukufuata. Na kama hata kufuata, mwache na Mungu wake, ndiye ako answerable to God. Even us, sisi wenyewe tumepata hizi siku, tumezipata, hatukuja nazo, tulipata wengine wakiabudu, but tukisema tutafute nini foundation yake venye silianza hatuwezi pata. So tukienda kwa maandiko ati ni maandiko, kuna pale inasema kama ni chicho linakuletea shida ling'oa litupe, kama ni mguu kata, kama so if at all umekosa chicho limeona baya umeling'oa, si uta nini, haitakuwa sawa, ukate mguu fanya nini. So the word of God inakata mbele na nyuma, kumbuka hivyo. So mwenye anakuja kuargue ni sabato, it's not worthy. Chenye mtu amechagua, tumepewa the nini freedom of choice na Mungu mwenyewe. Kama mtu amechagua hii siku ndio ataabudu, just leave the person alone. Kwa sababu tukienda kwa the book of Revelation, Revelation imesema vizuri sana. Mungu anajua kanisa la Thessalonica, anajua kanisa la Wakorinto, anajua dhambi zao, anajua wale wenye wamefanya mazuri, na katika hizo kanisa zote akona watu wenye atachukua, na amesema hivyo. So hajasema particularly atakuja kuchukua watu wenye waliabudu kwa siku moja. Kumbuka sabato peke yake haiwezi kukupeleka mbinguni. Tuko na amri 10 zenye Mungu alitupatia, na akasema ukifunja moja naomba nipotea kidogo. Hatutaki kuzungumzia tutatizo na kuleta hiyo tutasuluhisha aje. Hata kusema sabato yatupeleka mbinguni, tulete tatizo na si ndio sasa. Okay, nakwambia, najaribu kusema kuna yule mwenye atakuja akwambia ukifunja sabato utaenda mbinguni. That's why I'm trying to say that. Kumbuka kuna amri 10 za Mungu. Ukishafunja moja ni kama umefunja tu zote. Hata nimepotea nilikuwa nasema nini. So Kukurugenzi, acha ni support Masi venye amesema. Yes. Unajua mafundisho kitu itamaliza hiyo maneno yote ni kitu kidogo sana. Mahubiri vile mtu anakuhubiria, wewe utachagua utafuata nani. Unajua kuna kitu mtu anaangalia wakati mtu anakuhubiria. Mtu anaweza kukuhubiria hiki na matendo yake yaenda tofauti na kitu yenye anakuhubiria. Wewe unafikiria utafuata gani? Ile kitu yenye itakubadilisha ukae penye utakaa ni vile mtu atakuhubiria, na at least ukiona na matendo yake na vile anakuhubiria, unaona yenyewe hii njia ni njia ya ukweli na hii njia yenye naenda ni njia ya kupotea. Hiyo tu ndio itamaliza. Kwa ile kitu atakuhubiria ndio kitakaa kwa ndani yako, ndio kitakubadilisha uwe ule Mkristo mwenye anatakikana. Huenda mtu akakuhubiria ili na anafanya dingine, utamfuata kweli useme wewe ni Mkristo? Hiyo tu ndio mimi najua, ndio maana unasema kanisa ni roho yako. Vile mtu atakuhubiria na vile utashika, hiyo ndio itakuwa imani yako na ndio itakuokoa ama ikupoteze. Thank you. Must tuendelee. Amemaliza kabisa. Mimi naweza sema argument hata kwa Proverbs imeandikwa 15. Yaani argument si nzuri. Imesema acheni kuargue. Juu hakuna mwenye anajua mbinguni ataenda ama hataenda mwisho. Unaona? Just worship your God, read your Bible. Hata historia ya watu wanasema wanaargue sijui Waislamu, achaneni na wao.
Mungu amepeana njia. Mungu hakusema uwe the keeper of your brother kumchagulia njia. Mwenye ameamua anachagua ukuachana na yeye. Wewe focus. Unajua wakati una focus kwa mambo ya mwingine, unachelewesha yako. Read the Bible, pray to God na uombee watu. Bora mtu anafanya matendo mazuri venye brother yetu amesema hapo hivyo. Hata mtu anaweza tenda matendo mazuri ndio, but kutufumba sisi wenyewe, but inside, deep inside the heart, yale yenye anafanya kwa sababu ya wanadamu, si kwa sababu ya Mungu. So wacha tu tumwabudu Mungu na roho zetu, kwa roho zetu. Umeamua kwenda Sunday church, nenda worship God. Ni Saturday, we just accept. Mbona sisi huwa tuna kama kwa boma zetu WCDA wameimba, tunasikiza nyimbo zao. Pentecostal wanaimba, tunasikiza nyimbo zao na tunabarikiwa. Catholic wanaimba na tunabarikiwa bado. We are one family. Ni ujumbe. But ni ile tu tuko scattered. Yes. Yeah, ni ujumbe sasa, unaona? Yaani tupendane tu kwa sababu tunaabudu Mungu mmoja. Christ is for us all, wenye ni Wakristo. Kama ni kubatizwa tunabatizwa. Kama ni meza ya Bwana iko kila pahali, ijapokuwa kuna wenye wametriki kidogo, lakini mafundisho ni yale yale. Nimesoma Bible yangu hapa, mmesoma Bible yenu huko, inasema kitu kimoja. Mimi sijui unaenda wapi, sijui son of mama anaenda wapi, but we are afraid the same Bible. But sasa with the different referations, kila mtu akona referation yake. Wewe mwabudu Mungu siku yenye unapenda, na usitake kujua mwenzako anaabudu siku gani. Afadhali mrekebishe mtu kwa matendo, lakini si kwa siku. Ukiona mtu anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu na kweli umeona maybe mtu ajui, nenda kamrekebishe, lakini kumrekebisha siku hujamsaidia. Ndio maana Yesu akihubiri akawauliza swali, unaweza ona kitu ya mtu kinaharibika useme leo ni siku yako ya kupumzika na uache kipote? Unaweza kosa kuponya mtu na kama uko na uwezo kwa sababu ni siku ya Sabato? Ama unaweza ona ng'ombe ya mwenzako imeanguka kwa shimo uiache sababu unapumzika? Yeah, ndio nikasema haya matendo yote Yesu alifanya kutufafanulia tuone what is worthy. Ni matendo ndio yana matter a lot. Exactly. Okay, today ni sawa, lakini matendo sana. Angalia ndio ya muhimu. Ndio ya muhimu kuliko chochote. Na tunasema Bible inatuambia matendo yako yatakufuata, matendo yako ndio yatahesabiwa. Maneno uliyoyanena yataletwa mbele ya hukumu. Matendo, si siku. Wajasema siku, wamesema matendo. Yes. Muhimu yaangalie matendo vizuri. Na the moment unaanza argue na watu, unaanza kuambia siku sijui nini, you are losing it. Kwa sababu wewe sasa umeanza kuingia maneno ya kupingana na kutafuta venye utaleta machukizo kwa watu, umesahau kumtafuta Mungu. Instead, hiyo time yenye una waste, nenda kaangalia hata wagonjwa, nenda ukaangalia hata wafungwa wako jela huko, hakuna mtu ashawaienda kuona. Nenda kapiga magoti, uabudu Mungu. Hata utapata huyo mtu hajaifungua Biblia. Ni ile mafundisho alipata tu kwa pastor on Saturday ama on Sunday, ndio ameshikilia tu anaenda kuargue. Anaenda kuargue na kuquarrel kwa watu juu yake. Ukimuulizia Bible, hiyo time ya kuargue, ya kugombana, nenda ukakae chini ukasome neno. Likubadilisha na likujenge. Hata kuna watu wenye hawatakuwa wanaenda church kabisa. Pagans tunaweka wapi? Na bado maybe roho zao wameziweka sawa na Mungu. Utapata walitangulia mbinguni kitambo. Wewe unaingia huko, unaonyeshwa njia yako ni ile. So tuache tu kukora. Si kupumzika yenye umeamua kupumzika na uwe sawa. Mwenzako wachana na yeye yako. Utakuwa salama. Okay.
ENM Lifestyle Melodies anasema kwamba hello friends, na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Haujambo? Tuko salama, karibu sana. Thank you very much. ENM Lifestyle Melodies. Nashukuru sana. So we have enjoyed a lot tangia mwendo wa saa 4. Sasa hivi zimeanga saa 6 na dakika 18. Tarehe ni 7 mwezi wa 8 2021 Afrika Mashariki. Nashukuru sana kwa kuweza kuchangia mjadala. Kuna mtu ameingia hapa, wacha tukamlete kwanza. Okay, sawa. ENM Lifestyle Melodies, karibu sana. Jambo. Yes, atukupata nafasi ni kama karibu sana, nafasi ni yako. Sijambo. Nashukuru. Vipi? Poa sana. Nafasi ni yako, salimia wako hapa, wengine kwa nyuma ya tent. Karibu. Nashukuru sana. Nimesikia mko na mjadala ambao ni maalum. Yeah. Kusikia vizuri kurukuntu na katakata. Okay. Mimi nakusikia hapa vizuri kabisa. Ninasema nikupatia nafasi ni yako, karibu sana. Unasikia? Yes, nakupata vizuri sana. Haya, asante sana kwa nafasi. Na wasalimia wote mashabiki, watazamaji wenye wako katika panel hapa na wenye wako nyuma ya tent, na wasalimu wote. Hamjambo? Hatujambo sana. Nashukuru sana, asante kwa wakati kama huu mzuri. Nimesikiza mjadala kidogo hapo nyuma ya tent, nikasikia maoni ya dada yetu hapa na ndugu yetu hapa. Naona ni mambo tunayozungumzia ni jambo la muhimu sana. Yes. So mimi pia nataka kuchukua hatua ama jukumu hili niweze kuchangia kidogo. Kwanza namshukuru Mungu kwa neema yake, kwa sababu hii mjadala ni yule ambao ni inahitaji neema ya Bwana, kwa sababu wakati mwingi tumepotelea bila kujua kwamba tumepotea. Mimi nikianza kabisa nasema kwamba siku Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, siku yote ile ni bora tu kumwabudu Mungu. Hakuna siku ambayo ni ya maana kuliko nyingine, kwa sababu zinazofuata. Bwana Yesu anapokutazama wewe ama anaponitazama mimi, hataki chochote katika mimi, katika mwili wangu ama katika maisha yangu. Anachokihitaji sana ni roho yangu iwe safi. Hizi siku vile tunavyotazama kuanzia tangia mwanzo pale, mimi ninapoangalia naona kwamba tukianzia pale mwanzo wa dunia, wakati uumbaji wa dunia ulipokuwa unaendelea, ilikuwa kwanza siku ya kwanza akaumba mbingu na nchi. Siku ya kwanza, hebu kusema ni Jumatatu, ni Jumapili, Jumanne, ilikuwa siku ya kwanza. Sasa tunapofuata, kukapewa nafasi mwanadamu ambaye aliumbwa katika siku ya 6, akapewa nafasi ya kupeana majina kwa kila kiumbe ama kwa kila vitu duniani. Sasa mwanadamu alikuja ndiye aliunda masiku. Akaita masiku hizo vile ambavyo zimeitwa, akapatia majina kwa kila wanyama na viumbe vyote vilivyomo duniani. Ina maana ya kuwa siku ile ya kwanza kabisa yenye uumbaji ilianza, hakuna mwenye anayejua zaidi. Haya, tunapoangalia katika wale waliofuata Biblia, kama wale the scribes of the law and the teachers of the law, walisema, inasemekana kwa Biblia kwamba wakati Yesu alikuwa anasulubishwa, ilikuwa siku ya maandalizi ya Sabato.
Hapo ndio kunakuwa na jambo ambalo wengi hawalielewi, kwa sababu Yesu alipokuwa duniani kuna yale mambo alifanya. Hata wakati alikuwa na upiri pale, wanafunzi wake walipokuwa pale katika ile heka za kuhubiri, wanafunzi wake wakachukua ile nini kwa shamba pale, wakaanza kukula. Halafu wale Farisayo wakauliza, mbona wanafunzi wako wanafanya kazi kama hii siku ya Sabato? Hapo ndio Yesu alipowaambia kwamba ni vizuri kufanya yaliyo mema katika siku ya Sabato. Na ni vizuri kujua kwamba hata hivyo mwana wa Adamu ndiye Sabato ya kweli. Alisema kwamba I am the Lord of the Sabbath. Alikuwa anamaanisha kulingana na mimi kwamba, naomba Mungu anisaidie zaidi hapo, kwamba ikiwa utaweza kumwangalia Yesu, ikiwa utaweza kufuata amri zake, yeye ndiyo Sabato ya ukweli. Yeyote yule ambaye amemwamini yeye ama yule amemrespect yeye, atakuwa ameweza kurespect Sabbath. Na ndio maana aliambia wale wanafunzi wake kwamba wale Mafarisayo kwamba kama mungemjua yule Mungu ambaye mnasema mnamwabudu ama mnashika amri zake, mungenijua mimi. Lakini kwa sababu hata hakuambia vile, lakini kwa sababu alikuwa anamaanisha sababu hamumjui na mungenijua mimi. Alisema kama mungelijua Mungu ambaye mnasema mnashika amri zake, mungenijua mimi pia, kwa sababu hakuna mahali popote pale ninapotoka isipokuwa tu kwa huyo Mungu ambaye mnaclaim mnamjua. Hayo mambo yangu nayaweka pale, lakini inasema namna hiyo ni vile tu ilikuwa fumbo fulani. Mungemjua Mungu mnasema mnashika amri zake, mungenijua na mimi, kwa sababu hakuna mahali popote pale natoka pasipokuwa kwake. Halimaanisha, ilionekana wazi kwamba wale wa Mafarisayo wale scribes of the law walikuwa wamesahau sana, wameshikilia sana amri 10 za Mungu, mpaka wakasahau hata wakati Mungu alituma mwana wake hawakuweza kumtambua. Sasa Yesu alipokuwa anawaambia kwamba mwana wa Mungu amekuwa Sabato ya ukweli, alimaanisha kwamba whoever ule atarespect yeye atakuwa amefuata Sabato ambayo ni ya ukweli. Na ni kweli hata leo hii, ikiwa utafuata amri za Mungu ambaye ni ile Yesu alituajia kwamba, na kwamba pale katika kitabu cha Yohana Yesu anasisitiza, anasema kwamba amri zangu ni hii, kwamba mpendane nyinyi kwa nyinyi. Ikiwa utachukua hatua ya kushika hiyo amri yake ambayo ni ya kupendana, ya kupenda mwenzako kama vile unavyojipenda, sababu hiyo yote, upendo inafunika kila kitu. Hawezi kuua ndugu yako, hawezi kumfanyia jambo lile ambalo alistahili, kwa sababu utakuwa unampenda. Kwa kufanya hayo yote utakuwa umetimiza amri za Mungu zote 10 pamoja. Ina maana kuwa kwa upande wangu na vile mimi naonelea, haijalishi utaenda kanisani Jumatano. Wewe ukihesabu siku yako ifike Jumatano useme nitakuwa napumzika Jumatano na ndio nitadedicate hiyo siku kwenda kumwabudu Mungu, kwa sababu lazima nitenge siku moja ya kumwabudu Mungu, ninaona kama hakuna shida, sababu siku sio ya maana sana. Kitu ya maana ni kwamba roho yako, your relationship with God iko aje. Unaweza network ndio tunapata points nzuri hapo sasa. Wacha tutegee kidogo tu, anakuja. Najua kwamba atakuja. Let's hope and wait. Yes. Atarudi. So hata pia tukiendelea kumngoja. Amekuja ndio hapa. Wacha nimlete. Okay. Ndio hiyo. Yes. Asante. Sijui nini ilifanyika nikaondoka, lakini nafikiri network tu shida.
There's a problem kidogo. Sasa nilikuwa nasema hivi, haijalishi wewe unaenda kanisani siku gani. Na jambo la kushangaza kwamba ninapoona Wakristo wale tunasoma Biblia wote kama watu wa Seventh Day na watu wa Sunday, halafu tunashinda tukikibishana kuhusu siku. Siku sio ya maana sana. Tunayemwabudu ni Mungu mmoja kupitia kwa Yesu Kristo. Wewe enda siku yako ya Jumamosi, mimi nienda siku yangu ya Sunday, mwingine enda siku yako ya Friday ama Wednesday. Kama unajua uhusiano wako wewe na Mungu huko sawa, uhusiano wako wewe na Mungu hautawekwa sawa kwa sababu ya kuabudu siku. Uhusiano wako wewe na Mungu utawekwa sawa kwa sababu ya matendo yale utafanya, yale mambo ambayo utafanya ambayo yanampendeza Mungu. Kwa hivyo Mungu haangalii siku ile utaabudu, haangalii wakati gani ulimuomba. Wakati wote, siku yoyote, nyakati zote zile tunapoishi duniani, tunafaa kumwabudu Mungu na kumshukuru na kumtumikia. So kwa upande wangu, siku yoyote ile iliyo Mungu mtu utapata nafasi ama umeamua kuabudu Mungu, inastahili. Hakuna siku ambayo ni ya maana kuliko nyingine. Hivyo ndivyo naweza kusema kwa sahihi. Tukiendelea bado tunaweza ongezea kidogo. Okay. Masi ulikuwa unazungumza, Masi ulikuwa unaongea? Nasema amefafanua hata akaleta kaufunua hapo kidogo akisema Yesu aliwajibu akawaambia, mimi ndio mwenye Sabato. Na kikweli tukimwamini Yesu tumwabudu kwa roho na kweli, yeye ndio njia ya ukweli na uzima, tutapata huo uzima wa milele. Tukienda in Revelation siwezi sema ni chapter gani na nini. Tunasikianga wasee 24 masherafi na magerupi wanainama mbele za Bwana wakiabudu usiku na mchana. So hii usiku na mchana mbona hawajawekewa muda fulani ama wakati fulani? It's unlimited. Kumwabudu Mungu ni unlimited. Hii siku yenye tuko nayo tu ni kwa ajili ya kupumzisha miili ama tuseme tu hivyo kutokana na kazi. But kumwabudu Mungu inafaa tunamwabudu kila saa na kila wakati na kila siku. Ndio nikasema hata wakati Yesu alikuwa duniani, hatujaona akipiga magoti huko kwa hekalu mahali walikuwa wanafundisha, mahali kulikuwa na mafundisho akiombea pale. Tunamuona alienda mlimani wakati aliomba hadi matone ya damu yakaanza kutoka na jasho. Tunamuona wanafunzi wake wakimtafuta, wakampata alitoka asubuhi akaenda kuomba. So worshiping God haimaanishi ni hiyo siku tu peke yake ndio utamwabudu. You continue worshiping God kila siku. Na ukichagua tu hiyo siku yenye umechagua, it's okay with you. Na kama uko sawa na Mungu tu venye Melody amesema hapo. So mimi sioni haja ya kuargue sana. Kama watu waliargue na Yesu, na wewe ukienda kuargue na watu, utakuwa kama wale Mafarisayo. Yes. Kupotesha tu wakati. Just do just Tena worship God. Naomba kuongezea hapo. Naweza uliza swali hapa kidogo kwa wale ambao wanatashwishi na hili jambo kwamba kama Yesu hangefufuka kungekuaje? Could there be any hope for the church? Kama Yesu hangefufuka, could there be any hope for the church? Jibu ni kwamba there could be no hope. Kwa sababu wale walioshika amri za Mungu 10 vizuri zaidi tena sana ndio walikuwa na uwezo wa kushika mwana wa Mungu na wakamsulubisha. Na wakati Yesu alifufuka, kuna Biblia inasema kwamba when the Sabbath was over, it was the first day in the morning. Sabato, unajua katika Biblia tunasema kwamba neno la Mwenyezi Mungu
ni lazima ulielewe katika roho. Yes. Kama the Bible says when the Sabbath was over, it doesn't mean that the Sabato iliisha kwa watu walimaliza kuabudu siku hiyo ikakuwa imeisha. Hapana. When the issue with the Sabbath was over, it was the first day in the morning when Maryam Magdalene and Maryam the mother to Jesus went to the tomb. Ndio wakagundua kwamba Yesu amefufuka, na pale ndio walipata ule ujumbe kwamba msimtafute aliye hai kwa makaburini. And then amewatangulia, and then mkuambia wengine kama amewatangulia kwenda kule Galili. And you know, this is where, according to me, this is where Christianity started. Whereby, when those ladies went back home and told the people what has happened, and told them that it has been said we should follow him to Galilee, then that is when the multitude of people followed those ladies to Galilee. And on their way, some people might be wondering, who are these people? This is when they were being told, no, these are hawa ni Wakristo, hawa ni wale watu Wakristo. Then, because there were so many going to Galilee, on the way you see God, Jesus revealed himself to them. Alikutana wao, akawaonesha, hata Thomas alikuwa na doubt. Lakini Biblia inasema kwamba pale walipofika pale Galilee, it was on a Sunday, they worshipped, they spent a day with him, and then he went. In fact, after 7 days, as in some books they say, that he appeared again. He appeared again after 7 days. That means on another Sunday, he appeared again for 40 days, according to the Bible, until the day when he was. Iko sawa? Yeah, iko sawa. So Jesus appeared to his disciples and those followers on Sundays, because they now made it a routine coming there to meet him, until 40 days, as per the Bible says, when he was taken up from the midst of them. So it shows again that Sunday now became the worship day of the Lord, because those people, they were following, even when they were told, go and wait for the Holy Spirit. It was when he was leaving, that's when he told him, I will not leave you like orphans. I will send you a helper. So what am I saying here? Nasema hivi, ni kwa sababu Mungu mwenyewe ama Yesu mwenyewe alionyesha njia, kwamba hakuna njia nyingine. Kwa wale ambao tunamwamini, unajua ingekuwa vizuri sana tukiargue na Muislamu. Na hii kitu mimi unishangaza sana. Ingekuwa vizuri sana nikiargue na Muislamu ambaye haamini kuhusu Yesu, anaamini kuhusu Mungu. Lakini sio tuwe tunaargue mimi na Catholic ama mu Seventh Day who believes in Christ Jesus. Because this is the only way. And if Jesus is the only way, I believe so and you believe so, then there will be no limitation. There should be no any differences between me and you. Because wewe unaamini yule ninamuamini. Ni vile tu naomba siku tofauti na mimi siku tofauti. Basi tunakutana pale mbele kwa Yesu. All right. Yes, sana. So hayo ndio naweza kusema, wengine wanaweza changia pia. Yes. Na pia nikisema kuna hii John 17 wakati Yesu alikuwa anaenda mbinguni. Aliwaambia wanafunzi wake, akawaambia dunia mna dhiki, mna nini, na waacha duniani nikienda. So akawaambia, naomba muwe kitu kimoja, jinsi mimi nilivyo kitu kimoja na Baba yangu. Mkikaa ndani yangu na mimi nikae ndani yenu, we will be one as the Father, kama yule mwenye alinituma, nami na watumeni nyinyi. Na Yesu alisema yeye ndio mwenye Sabato. Yeye ndio Sabato. Unajua wakati alikuwa crucified,
akaenda akazikwa. Walikuwa wanamzika ndio maybe abumzike ama wabumzike, but tunaona Yesu yeye wakati alikuwa kule kaburini hakupumzika, kazi ilikuwa inaendelea. Ndio tunaambiwa alienda kuzimu akachukua funguo za mamlaka za kushinda kifo na kila kitu, akaja nazo. Ndio sasa siku ya hiyo on Sunday tunaona anafufuka, even though yes our brother ametuambia siku ni sisi wanadamu tulizileta. Ni kweli, si uongo, kwa sababu the Bible tells us that siku ya 6, but mention ilikuwa siku gani. Always mention siku ya 6, na wakati mwingine mention na preparation day, ijasema Friday ya nini. So wakati walimweka kule kaburini, they were thinking that Jesus is resting, but Yesu alienda kazi, alienda kuzimu, akaenda kuchukua funguo za mamlaka. Unaona? So tukiwa ndani ya Yesu, venye Yesu alisema tuwe ndani yake jinsi alivyo ndani ya Baba, na tukiwa ndani yake sasa tutakuwa kitu kimoja. So Sabato ama sijui Jumapili nini haitakuwa issue kama Yesu mwenyewe alifanya hizo vitu zote na yeye ndio mwenye Sabato. Sasa tukiwa ndani yake sikumaanisha sisi na yeye ni kitu kimoja. So siku isituletee marumbano, quarrelings and all those arguments. Instead, washa tuhubiri neno la Mungu, mwisho tupate thawabu, kwa sababu kuargue na kufanya nini kunaleta dhambi tu, kunampa shetani nafasi. Tutakaa kama Mafarisayo, kwa sababu Yesu aliwaambia, mbona mnaosha kikombe ndani, yani nje mnaacha ndani? Sasa mkiangalia siku sana mtasahau matendo mengine ambayo ni muhimu sana. So mimi naweza sema tu weka mambo yako sawa na Mungu, waabudu siku yenye umeamua tu. Mwenzako washana na yeye. Hivyo ndio naweza sema. Yes, asante. Son of Mama Kesia, nafasi ni yako. At least mimi naona hata wenzangu wameguzia karibu kila kitu. Chenye ningesema ni kuwa hii tunaambiwa juu ya kupumzika, tuliambiwa tufanye kazi kwa siku 6 na siku ya 7 tupumzike, kumaanisha mwili wetu unahitaji kupumzika. Huu mwili tunayo. Kwanza kitu ya kwanza tunaambiwa mwili wako ni hekalu takatifu ya Mungu. Mungu mwenyewe alifanya kazi kwa siku 6, siku ya 7 akaamua kupumzika. Nasi pia tunafaa tupumzike, na hata hakuna kitu chako kinastahili kufanya kazi, iwe ni mfanyikazi ama vyombo zako zenye unatumia kufanya kazi. Kumaanisha ukipumzika na kile kitu kinapumzika na unakili yale makosa labda tumekuwa tumefanya hizi siku zote zingine. Tukipumzika hii siku ya 7, at least tunakili yale makosa ambayo tumefanya, tunaungama kwa Mungu atusamee na tuendelee na hiyo wiki na hizo siku zingine zinafuata. Hivyo ndio mimi naelewa kwa upande wangu. Kupumzika hizi siku Amaliza tu. Amalizia. Ndio nilikuwa nasema wewe mwenyewe umefanya kazi kwa hizi siku zote, unafanya usiku na mchana, hujaipumzisha hata huu mwili. Mwili wako ni hekalu ya Mungu, inastahili kupumzishwa. Umefanya kazi hizi siku zingine zote, ukifika siku ya 7 upumzike, ndio ukili yale makosa. At least unaweza kuwa umefanya, kwa sisi ni wanadamu, huenda tumefanya makosa, unakiri makosa alafu naendelea na mambo mengine. Kweli. Sasa alafu pia naweza sema hii kupumzika. Kupumzika tunaona Yesu akipumzika pahali pamoja tu, lakini nyakati zingine alikuwa anaenda ilivyokuwa desturi, kwa sababu yeye alishuka akawa mwanadamu akakaa kati yetu, lazima angefanya yale ambayo anafanya kwa sheria, isionekane ni kama anafunja sheria. So alikuwa anafanya tu kutimiza sheria, asifunje, kwa sababu angefunja pia watu wengine wangefanya nini?
wangefunja. So it was just going to hekalu kufundisha kidogo na kufanya nini, ili watu waridhike, wasije wakampiga mawe na kusema sijui nini, mawe ya mdomo na kila kitu. Mi naona Nikikukata Yesu kidogo, hakuisema alipumzika, ila pali pamoja tu, na hatujaambiwa siku ni gani. nikikukata kidogo, kuna mahali ukisoma kitabu cha Okay. Nehemia inasema alikuwa anafanya ndio yani ayatimishe yale yalikuwa yameandikwa. Kuna mingine alikuwa anafanya ndio akakaa kama mwanadamu ndio atimishe yenye alikuwa ameandikwa. So mambo mengine Yesu alikuwa anafanya ndio atimie vile yalikuwa yameandikwa. Kwa sababu kile kitu alikuwa anafanya already kilikuwa kimeandikwa, hakuna kitu kilikuwa mpya hapo ama kigeni hapo. Okay. Yeah, ni kweli. Si hata alisema yeye mwenyewe hakuja kuvunja sheria, alikuja kuitimiza na kuitia nguvu. So mahali mi naona Yesu alipumzika, tunaambiwa Yesu alipumzika ni pahali pamoja. Wakati alienda Samaria, akakaa chini kupumzika. So meaning, ukiamua kupumzika siku yoyote, you have the nini, you have all the right to rest. Kama ni kupumzisha mwili na kumwabudu Mungu. Na kupumzisha mwili haimaanishi hiyo ndio siku unafaa kuabudu peke yake. Venye tu nimesema, you have to worship always. Kumwabudu Mungu asubuhi, mchana, jioni, kila wakati. But sasa inafaa tu hiyo siku moja enye unafanya nini, hata by the way, hata tukijirudia sisi wenyewe wanadamu, unapata kuna mahali unafanya kazi, si wakati mwingine unaambiwa off yako ni Monday, wakati mwingine unaambiwa off yako ni on Thursday. So ni kupumzisha mwili, haina maana kubwa sana kando na hii sabato na nini, but worshiping God ni kila wakati, ni kila saa, anywhere, anytime. So tusiargue juu ya hiyo siku. Anytime you feel like you want to rest, angalia watu wa dunia. Hata Bible inasema watu wa dunia ni werefu kutushinda sisi wenye tuko kwa neno. Venye tu nimetoa hiyo example, watu wanapumzika, wana off, ama unaweza pewa leave ya December, ama leave yako iko January, iko nini. So the same thing, it can be applied. So upumzike, sijui Monday what, it's a phone, ni kupumzisha mwili, but si kupumzisha kuabudu. Juu mtu apumzikangi kutoka kwa kuabudu. Venye tu nilisema pia wasee 24 masherati na magerupi wanainama usiku na mchana wakifanya nini? Wakiabudu. So we have to worship continuously, but kama ni mwili unafaa kupumzisha, pumzika siku yenye tu umependa. Okay, kuwa in the presence of God na kuwa in the gatherings ni sawa, lakini isiwe una criticize watu kwa sababu umeenda hii siku na hii. Hata kuna by the way wengine niliona walianza kwenda Monday. Tuko nao kama huyu tunamwita nani? Natasha. Anafanyanga ibada zake Monday. Sasa tutamuingilia kwa sababu ameanza kuabudu Monday na nini? Hatuwezi. Ni venye tu ameona nafasi yake iko na kumwabudu Mungu kwake na kila kitu. Ndio ameona nafasi yake itapatikana fully. Akae chini apumzike, at least awe kwa congregation. Kesha kama saizi tuko hivi, kesha zinaendelea. Wakiamua kusema hiyo ni kupumzika yao na wanamaliza, we have no say. So let us just not argue for nothing. Okay, nashukuru sana kwa kuchangia. At least tumesoma maneno mawili matatu. Tumejifunza kitu ambacho kitatuelimisha, tuelimishe jamii, tuelimishe na watu wengine waweze kuelewa kwamba wanafaa kuwa kioo cha jamii. Nashukuru sana, Mungu akawabariki sana kwa kuweza kuungana na Kisi Hot TV. Tumejifunza mambo na tuweze kusonga mbele pamoja. Kama hakuna mtu wa kuongea neno la mwisho au ya kumalizia, nataka Masirini leo tuombee tukimaliza.
Yesu na mimi nimemwona thabiti. Yesu, Yesu huduma, ahadi zake kweli, ahadi zake kweli. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na neema zako juu ya maisha yetu. Asante kwa kutufikisha muda huu, Mfalme wa wafalme. Asante kwa kutuongoza tangu tulipoanza topic ya leo hadi mahali ambapo tumefikia, Mfalme wa wafalme. Mahali ambapo tumenena uzima, Baba yetu, tunaomba ukaweze kutuongezea na utupe ufunuo zaidi, na neno hilo likaweze kutuongoza kwa maisha yetu, Jehova, ili Baba hata wengine wanapokuja karibu nasi wakaweze kupata yale mapenzi yako ambayo umeweka katika maisha yetu. Mfalme wa wafalme, na zaidi tusaidie tusiweze kugombana kati ya ndugu. Mfalme wa wafalme, tusaidie tukaweze kukuabudu katika roho na kweli. Matendo yetu yakaweze kukufurahisha wewe, na utuongoze kwa njia zikupendezayo wewe Mungu wetu. Wewe ni Mungu wetu, hakuna wa kulinganishwa na. Mahali ambapo tunaenda kinyume na mapenzi yako kwa kunena kwetu, tunaomba msamaha, uturehemu na utuelekeze. Roho Mtakatifu akae pamoja nasi siku zote, maana hatuwezi bila wewe. Baba yangu, wakati huu ambapo tunaenda kumaliza topic yetu ya leo, Mfalme wa wafalme, naomba ulinzi wako juu ya kila mmoja aliyeshiriki na juu ya kila mmoja atakayeshiriki hii topic baadaye. Jehova, tunaomba ufunuo wa Roho Mtakatifu kila wakati, upendo, umoja na amani kati ya sisi wote, Jehova, maana wewe ni Mungu mwenye upendo na umetuachia upendo kaweze kutuongoza. Tupe ufunuo wa neno lako tukaweze kulifahamu kila wakati, ili tukaweze kukupendeza wewe na tuweze kuacha magombano kuhusu dini, magombano kuhusu siku na hayo yote. Mfalme wa wafalme, tutie nguvu, linda jamii zetu, linda watoto wetu, linda nchi yetu ya Kenya. Mfalme wa wafalme, wale wanaoanza kazi wakati huu walinde kazini, wale wanaenda kupumzika, Jehova, malaika wako ulinzi akaze kwa pamoja nao. Chochote tunachokifanya wacha kikupendeze wewe kila wakati. Bariki channel yetu, Jehova, na ukaweze kuleta watu watakao kutukuza wewe na kukuabudu. Wale watakuja wakiwa mioyo yao imefunjika wakaweze kutiwa moyo kupitia Hot TV, Jehova. Wale watakao kuja wakiwa na kiu ya neno wakaweze kupokea neno lako hapa na kubadilika maisha yao kwa kiungu, katika jina la Yesu Kristo. Asante maana wewe ni mwema na utatuongoza na kutulinda, na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ, Our Lord Jesus and Christ, love and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen and amen. Amen. Baba, natakia usiku mwema, Mungu akawaongoze kwa kila jambo. Lista anasema amen. May God bless you so much. Thank you for tuning Kisi Hot TV. By the way, tupatane Sunday tutakuwa na timu nyingine hapa. So naomba watu wakajipange vizuri on that day. It will be a night here. Tutakuwa na watu worshipers in the house. Tutakuwa na some pastors watakuwa wanazungumza on that night. Itakuwa sasa itakuwa ni worship night mpaka asubuhi. So tujipange Sunday kuanzia mwendo wa saa 2, yani saa 3 mpaka saa 8, saa 9. Watu tujipange vizuri, na wale timu comment tujipange vizuri. Ile kitu naomba, tunajua tutakuwa na watumishi wa Mungu. So tujipange tuwapatie hata 10 pop ni fair. Si ati tujipange tu kama watu wazuri hivi, watu werefu. You know, so they could be blessed. Unajua kwamba tutajipanga vingine vile, but it is not hiyo si ya kuforsiwa. It's just for you according to your willing from your heart. May God bless you so much. Wacha sasa hizi tukaenda nikapumzike, na nyinyi mpumzike
we meet on Sunday. Tupumzike, tupatane on Sunday ndio tuweze kuzungumza mengi. May God bless you so much. Thank you for tuning at Kisi Hot TV. Bye bye. Thank you so much. Bye.